Bana, kama unakumbuka vizuri kabisa, wiki hapa wasanii wa tasnia ya filamu nchini, hususani waigizaji wa hivi karibuni walionyesha kutoridhishwa na mwenendo wa soko la kazi zao zapa nyumbani Bongo Tanzania, au vipi? Baadhi yao wamefikia maamuzi ya kuandamana kuonyesha hisia zao na msimamo yao ya kile kinachodaiwa ni sawa na kudhoofisha kazi zao kutokana na kuzipa nafasi filamu za unyamwezini, au vipi? Nazungumzia labda Nigeria pale kati, India pale kati, na unyamwezini kwenyewe Marekani na vitu kama hivyo. Steve Nyerere, mmoja kati ya wasanii wa tasnia hiyo, yalinukuliwa na vyombo vya habari akikosoa tasnia hiyo au akikosoa hatua ya wasanii wenzake kuandamana vitu kama hivyo. Vile vile mwenyewe hakuweza kuandamana. Nikaona nisiwe kesi, acha nimvutie waya, nimpange, anaambia tukutane wapi tupige interview. Na hii hapa ni exclusive interview ambayo nifanya na Steve Nyerere kwa nini ya kuandamana na wenzake na vitu kama hivyo. Kwanza niseme kwamba hapa tubishani kwa vurugu, wala tubishani kwa matusi, wala tubishani, tunabishana kwa ajili ya kujenga hoja. Na madhara yake kwa hili jambo hili sisi tunataka kwa hoja. Mimi nasema kwamba inawezekana waliniona sina mashiko, inawezekana waliniona kwamba sifai kwa kipindi hiko, lakini inawezekana kuna vitu vingi ambavyo wenyewe. Lakini mimi nasema kitu kimoja, hii sanaa lazima ijengwe na watu wote, na wote ndio sisi. Kwa hiyo kama waliona kwamba mimi sifai siku kwa ajili ya hayo maandamano, basi mimi nadhani ni jambo jema sana. Unadhani umoja upo baina ya wasanii wote Bongo Movie kwa wasanii kama zamani? Hamna umoja huo, na ndio maana umeona waliokwenda na wasiokwenda. Hapo ndio utagundua kuna matabaka. Kama kungekuwa kuna umoja, tungekuwa tumetamka hichi kitu sahihi kimoja kwa pamoja, lakini umoja huo hamna. Tumegawanyika katika makundi makuu mawili, ushanielewa? Tumegawanyika katika makundi makuu mawili, na hili ndio linalofanya hii tasnia yetu iendelee kupiga sarakasi, kwa sababu hatuko watu real, yani hakuna watu wale wa kweli. Ukweli ufanya jambo liende sawa, umeshanielewa? Tuna uongo tu machoni, lakini rohoni kama watu machoni, yani uongo upo hapa, umeshanielewa? Sasa tusifanye hii sanaa kama ni sehemu ambayo ya kuja tu kuchukulia ustaa au maarufu, umeshanielewa? Tuifanye hii kama kazi, umeshanielewa? Hii ni kazi, haya ni maisha yetu. Kama ni maisha yetu, lazima cha kwanza kabisa kitu kinachokupatia riziki lazima ukiheshimu, lazima ukithamini, na ukisha kifanyia hivyo vitu viwili nacho kitakupa mafanikio, umeelewa bwana? Hilo la kwanza. Lakini la pili nasema hivi, sijakataa, inawezekana, umeshanielewa, kwamba wamachinga wanafanya 1 2 3 4 5, lakini huu mzigo unaingizwa, anaoingiza nani? Tunaanza mimi nakumbuka Mheshimiwa Rais alisema kwamba waachieni wamachinga wafanye biashara, umeshanielewa bwana? Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu, alisema waachieni wamachinga wafanye biashara. Na machinga anafanya biashara kakaangu, machinga anafanya biashara ile ambayo anaona yeye anayotembea nayo mkononi na inatoka bidhaa inayotoka anaona ni ya kizungu. Hebu tujiulize, miaka ya nyuma, miaka 5, 10, 20, tuliokuwa juu katika industry ni industry ya filamu. Tulikuwa juu, kwani kulikuwa kuna picha za kizungu? Kulikuwa kuna picha za Kihindi? Kulikuwa hamna uharamia wa kazi? Vyote hivyo vilikuwepo. Filamu zetu, umeshanielewa bwana, filamu zetu zilikuwa katika ubora. Lulu na Rich walipata tuzo Nigeria, ni kwa sababu filamu hizi zilikuwa zinaangaliwa mpaka wapi? Nigeria. Ingekuwa umepeleka filamu mbaya wasingepata tuzo. Kwa hiyo tulipiga hatua filamu zetu. Ukizungumzia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, tulikuwa ndio the best, na ndio maana ikafikia wakati mpaka hao wa Kenya, Rwanda walikuwa wanataka kutengeneza na sisi. Sasa najiuliza, hizo sifa zimepoteaje? Zimepotea kutokana hatutaki kutengeneza kitu kizuri. Tumeingia kwenye biashara, hatukuingia kwenye kitu kizuri ambacho kitakaa milele na milele. Sawa, unakifanya kuwa biashara, lakini kitakuwa kumbukumbu ya maisha yako mpaka na watoto zako. Nikatolea mfano ndio Amdha Kanuni ya Amitabh Bachchan. Ile imetengenezwa mwaka 80 ngapi huko, lakini mpaka leo mtu anaiangalia Amdha Kanuni. Kama tungekuwa tuna umoja, hata majuzi hapa kwenye haya maandamano, ungeona umoja wa kweli wa wasanii. Wasanii sio watu 4 5, kuna wakina Swebe, kuna wakina Mama Natasha, kuna wakina Mona Lisa, kuna wakina Auntie Zake, kuna wakina Irene Uwoya, kuna wakina Maya, kuna wakina Davina, kuna wakina Tea. Kuna wasanii wengi, hao wote wameshachomwa sindano, wanajua uchungu wa sindano, wanajua uchungu wa hii tunaoitamka pirates. Lakini pirates kubwa ni sisi wenyewe. Kwanza tutengeneze kitu kizuri. Okay, wakati pia maandamano yake yakiendelea, baadhi ya viongozi wa tasnia hiyo hawakujihusisha. Mmoja wapo ni Simon Mwakifamba, ambaye ni rais wa shirikisho la filamu Tanzania. Ametoa sababu zake kwa ufupi kwa nini hakuwepo kwenye maandamano wala kuzungumza na chombo chochote cha habari kuhusu matukio ambayo yanaendelea. Yaani kwa nini hakuhusishwa na Bongo Movie
ambao walienda kuandamana? Sitolizungumza sasa hivi. Mpaka ofisi yangu itakapotoa kibali kuzungumza, wewe mtazungumza. Siwezi kuzungumza chochote kwa sababu ndio maana nimekaa kimya. Hiyo nitazungumza, lakini siwezi kuzungumza. Kwa hiyo siwezi kuzungumza. Kuzungumza nitazungumza, lakini kwa hiyo siwezi kuzungumza. Yote hayo nitazungumza. Kuna vumilivu. Yote nitazungumza. Swala la kodi pia nitazungumza. Lakini bado sijatoa bidhaa kuzungumza. Nitazungumza. Shirikisho linaloongoza mimi ni taasisi. Hii inaongoza taasisi. Kwa hiyo tuna taratibu zetu za kufanya kazi. Kuepuki tu. Asante sana. Okay, lakini pia haieleweki vizuri ni kwa nini wasanii wa filamu baada ya hatua hii wengine wamekuwa wenye ghadhabu, hasa pale ambapo chombo cha habari kinapohitaji maelezo zaidi juu ya hatua yao ya kuandamana. Msanii Rich wiki alipokutana na kipaza sauti cha On Point alitokwa povu ghafla na kukimbilia kwenye gari. Hii ni baada tu ya kuulizwa anaona ni njia gani ambayo ni sahihi ambayo ingefaa kutumika. Ana durufu anauza. Mimi ninaandika, namlipa mwandishi, namlipa director, nalipa waigizaji, napeleka script yangu bodi ya filamu 500,000, natoa hapo na nienda TRA inachukua sticker na nilipia, ushaelewa. Halafu nikija hata nikiuza 2,000 nilipi. Lakini alo durufu tu anauza buku hii, ushaelewa. Nani atauza? Ambacho ndo watu wengi wanatusingizia sisi magombano nao kumbe. Asa baada ya kuweza kuchekecha michongo yote hapa Mwakifamba, hapa Steve Nyerere, hapa Rich nikaona siwe kesi au vipi? Siku zote lazima nipate maoni pia ya watu kusikika, wana maoni gani? Huyu hapa ni miongoni mwa wauzaji wa CD za filamu za ugaibuni, anatiririka kupitia On Point. Naitwa Steven Charles. Kuhusu ile swala la Bongo Movie kulalamika, malalamiko yao ni mengi sana. Kwanza wamesema movie za nje ndio zinawachanganya au zinasababishia kwamba soko lao lifanyaje lishuke. Hiyo pia siwezi nikasema kwamba inachangia, la hasha. Kwanza hata wenyewe pia wenyewe kwa wenyewe waelewani. Na ndio maana hata kwenye mkutano wa Kariakoo maandamano yao ni wasanii wachache sana walijitokeza. Na kuna wengine wamebaki nyumbani wamepinga pia. Kama Steve Nyerere amepinga vikali sana. Akasema kwamba kama movie za nje zimeanza kuuzwa kabla hata sisi filamu zetu hazijaanza kufanyaje kutoka, kina Anodi, kina Van Damme wameanza kipindi hicho. Na muda mrefu zimeanza kutafsiriwa. Mzee Yusufu alikuwa Lufufu alikuwa tafsiri na paka sisi soko letu lilikuwa lina shamli. Kanumba kauza, Kanumba kashirikishwa Nigeria, soko bado likuwepo na bado likuwepo tu. Sasa hivi soko limeingiliwa na watu wengi sana. Kila mtu alifanya msanii. Na hapo pia hao wasanii wakubwa hao wamejitenga. Kila mtu ana station yake, kila mtu ana kampuni yake. Sasa wangekuwa pamoja wangeshirikiana, nadhani sana ingekuwa kubwa zaidi. Lei ana kampuni yake, Rich ana kampuni yake. Lei hawezi akaitwa na Rich mtoto wa filamu akawa yeye mfungu wa gate, anataka awe boss. Rich naye anataka awe boss. Sasa wangapi watakuwa maboss? Sasa ndio kila mtu ana kampuni yake, kila mtu anatoa filamu yake. Anachukua underground ambao hajaiva vizuri, anaweka mle. Pia tunaibiwa kwenye makava, anaikuwa msanii mkubwa. Wewe unajua hapa tunanunua CD kwa ajili ya msanii mkubwa, nimemuona na nikamwangalia. Lakini ukienda kule msanii yule anashirikishwa ndio yumo, lakini anapata ajali anakufa, kwisha hapa haonekani tena. Part 1 haonekani, Part 2 haonekani. Na pia hapo filamu za Bongo, Part 1 ikionekana, Part 2 inayofuata ni mawazo ya Part 1. Kwa hiyo Mbongo ukisema umuuzie CD anunui kabisa, kwa sababu anajua Part 2 ni yale ya Part 1. Na hapo pia CD zinazotoka nje ni bei rahisi na mtu anarudia mara 5 hata mara 10 achoki. Lakini CD za Kibongo mtu akiangalia mara moja tu anatupa chini kule, angalia tena. Kwa hiyo soko sio kwamba Wanyele library ndio inaua Bongo Movie, bali wao wenyewe wanajiua wenyewe. Filamu zao ni ovyo. Filamu zao zina maadili. Unaangalia movie unakuwa na remote pembeni, na remote zilivyokuwa zina adabu. Sehemu mbaya remote na goma, upo na mtoto wako huko na wazazi, ni aibu. Ukiangalia filamu za nje, Wahindi wanaheshima sana. Hakuna Muhindi umemkuta amevaa tight tu kwanza. Sasa sisi Bongo uchupi tu unaonekana. Miguno ya mapenzi unaisikia kabisa na mtoto anasikia. Chakolia haina mguno, haina mchupi, lakini mtu anaipenda. Mtu anaangalia maadili ya picha. Kwa hiyo tusiwaforce wa Bongo angaliza Kibongo kwa sababu tu ni wa Bongo, hapana. Ila angalia na ubora wa picha, ina heshima, ina maadili. Ni hicho. Kwa hiyo asilalamike tu sijui library sijui, hamna kitu kama hicho. Ni wao wenyewe tu wanajiharibia. Filamu zao ndio hivyo, hazina ubora. Okay, noma sana shikaji zangu. So kama vipi, get ready kupitia On Point, your weekly best of the best. Tunakuja kumaliza na story ya Yusuf Mlela na Neo Itego. Hii ni beef ambayo ilikuwa na trend sana kwenye mitandao ya kijamii wiki. So kama vipi, get ready kupitia On Point, your weekly best of the best. Mimi ni Perfect Crispin. Kama cows mashavu ya kuhusu na vitu kama hivyo, drop right now kupitia account yangu ya instagram.com ambayo ni Perfect Crispin. Ni follow pale kati. Unaweza kunidm, unaweza kukacha comment yako pale kati kuniambia kitu gani ambacho unataka kusikia, mashavu ya usike pale kati na vitu kama hivyo. Vile unaweza kudrop pande za
facebook.com, twitter.com kanifollow, jina ni Moko tu Perfect Crispin. Au vipi? Vile vile unaweza kuingia kupitia www.perfect255.com, sema ambapo pia utakuwa unapata exclusive stories zote za Bongo Tanzania. Na vile vile unaweza kuingia Google Play Store sasa hivi ukapakua app ya Perfect 255 ambapo pia itakupa nafasi ya kuweza kusikiliza Clouds live popote pale ambapo ulipo duniani. Yani usianye sana, ukidondoka sijui ugaibuni kadondoka wapi, wewe pakua tu app ya Perfect 255 kupitia Google Play Store uweze kusikiliza Clouds live popote pale ulipo. Vile vile uweze kusanukia story kibao na vitu kama hivyo.